Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Matumaini yangu kusalama tena mzima wa afya, na nina neno tu fupi ambalo nataka nilifundishe. Ni kulifundisha wala si kuhubiri, maana tumeitwa kuwa wahubiri na walimu, kupata kufundisha watu katika makosa yao kupitia neno la Mungu na kuwaonya katika mabaya yao, ili kupata kumgeukia Mungu, kwa maana kila neno la Mungu li njema kabisa kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza katika kweli na haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninataka nifundishe neno moja ambalo linasema ya kwamba bado Roho wa Mungu yu ndani yako. Je, jipime kama kweli Roho wa Kristo Yesu bado yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jipime kama bado Roho wa Mungu yumo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nitasoma tu andiko moja ili tupate kueleweshana vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna watu wengine wanaishi katika ndani ya Kristo, lakini akifikiria kwamba yuko na Kristo, lakini kumbe Kristo ameshamwacha zamani. Na wengine hawajui ninapokuwa na Roho Mtakatifu ni viashiria gani vinavyonifanya mimi nijijue ya kwamba Kristo yuko ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika neno hili nadhani Mungu atakusaidia kuweza kutambua na kujua ya kwamba kama Kristo yuko ndani yako au Kristo ana ndani yako, au kwa sababu shetani naye ujigeuza kuwa malaika wa Mungu. Kwa hiyo lakini kuna utofauti sana. Utajua ya kwamba kama Kristo yuko ndani yako au amepunguka, ayumo kweli kweli. Bwana Yesu aturumie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitamuomba Mungu apate kunisaidia kwa neno hili nikapate kulifundisha sawa na vile atakavyo. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu wangu. Ninakupigia magoti Baba uliye juu mbinguni, kwa kuwa heshima ni zako na utukufu ni wako Bwana. Neno hili ambalo umenisaidia, nisaidie Bwana. Wewe Bwana ukaweze kuwafundisha watu wako, asiwe mimi bali mimi ukanitumie kama chombo tu nitumiavyo. Niko mbele zao Bwana, ukaweze kunisaidia Bwana Yesu kuweza kulinena neno hili, ukaweze kunisaidia Bwana. Ninaomba ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Jipime kuwa Roho wa Mungu bado yuko ndani yako. Unaweza ukawa zamani ulikuwa vizuri na Kristo, lakini sasa mambo yale ambayo ulikuwa ukimpendeza Kristo sasa hivi hauyafanyi. Ufanye nini? Pengine unaweza ukawa unajiuliza, mbona zamani mimi nilikuwa na shauko sana ya kumtumikia Mungu? Zamani mbona mimi nilikuwa na shauko sana ya kuabudu? Mbona mimi zamani nilikuwa na shauko sana ya kufunga? Mbona mimi zamani nilikuwa na shauko ya kusoma Biblia? Mbona mimi zamani nilikuwa na shauko sana ya kufundisha, ya kusikia neno la Mungu? Mbona misukumo hiyo ndani yangu haimo tena? Ni kwa sababu gani? Sasa leo kupitia Roho Mtakatifu nadhani tutapata kufundishana na kuweza kuelewa zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakufundisha na kuweza kujua kwa nini, na ikiwa umepungukiwa ufanye nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nitasoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza na sura yake ya 16 na mstari wake wa 14. Nitasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba basi Roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Nao watumishi wa Sauli wakamwambia, angalia sasa, roho mbaya kutoka kwa Mungu
inakusumbua, basi Bwana wetu na atuamuru sisi watumishi wake waliopo hapa mbele yako watafute mtu aliyestadi wa kupiga kinumbi. Basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapokujilia, yeye atapiga kinumbi kwa mkono wake, nawe utapona." Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Huyu Sauli, huyu ni mtu ambaye alipakwa mafuta kwa mkono wa Samueli, na alipakwa mafuta. Samueli alitumwa na Bwana akasema ya kwamba kuna mtu nitakaye kuagiza kwake, na huyo mtu ndiye atakaye kuwa mfalme wa wana wa Israeli. Ninataka nikupe mwongozo kidogo. Huyu mtu Sauli akapakwa mafuta, na alipopakwa mafuta, roho ya Bwana ile ikamjilia kwa nguvu, naye akaanza kutabiri. Hatimaye watu kadhaa wakasema kwamba kwani huyu Sauli naye ni nabii? Kwani huyu Sauli naye ni nabii? Lakini roho ile ambayo ilikuwa ndani yake ilikuwa ni roho ile ambayo ya kifalme, apate kutawala vyema, kwa sababu zamani wafalme walikuwa wakichaguliwa na Mungu. Lakini katika kuchaguliwa na Mungu, unaweza ukachaguliwa na Mungu na ukibadilika inakuwa ni shida kwako. Mungu anakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakuacha. Sasa huyu Samueli ni mtu ambaye alikuwa ni nabii, na Sauli alikuwa ni mfalme. Sasa Sauli alibadilika, Mungu akamwacha. Maandiko yanasema ya kwamba basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Roho mbaya ilikuwa si roho mbaya ya Bwana, hapana, bali hii roho mbaya ambayo inayosemwa hapa, Mungu aliruhusu shetani akapate kumwingia apate kumwingia Sauli, kwa sababu Bwana alikuwa ametoka ndani yake. Ile roho ambayo siku ile akapakwa mafuta akawa mfalme, Mungu akamwambia Samueli ya kwamba huyu ndiye atakayekuwa mfalme, atakayemiliki watu wangu Israeli na kuokoa na mateso yao. Roho ile ya Bwana ikawa ndani yake, na ndio maana alitabiri. Ili ilikuwa ni ishara ya kuonyesha kwamba Sauli amekuwa na roho ya Bwana ndani yake, ambayo itakaomfanya yeye kuongoza ufalme wake vyema. Lakini alipogeuka kwa yale ambayo Bwana alimwagiza kwayo kupata kuyatenda asiyatende, Bwana akaghadhibika sana, akasema siwezi kukaa na mtu kama na huyu, kwa hiyo nitajitafutia mtu mwingine ambaye atakayenitii mimi na kuniheshimu, atakayenipenda mimi na kutunza amri zangu. Bwana akamwacha Sauli. Roho ya Bwana ikatoka ndani ya Sauli, na hivyo roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamwingia. Roho mbaya ile, Bwana aliruhusu roho mbaya ikapate kumwingia Sauli kwa sababu imtese. Sasa je, roho ya Bwana bado iko ndani yako au imekuacha? Je, Mungu bado yuko ndani yako au amekuacha? Ni jambo la kujiuliza mwenyewe. Jiulize mwenyewe. Wewe unayenisikiliza, mpendwa mwenzangu katika Kristo Yesu, Bwana bado yuko ndani yako au Bwana aishaga kuacha zamani? Umebaki tu Mkristo jina. Maana tunatambulikana kwa matendo yetu na si kwa maneno. Unaweza ukaniona mimi navaa vizuri hapa, ninahubiri neno, lakini kumbe Kristo hayumo ndani yangu. Hayumo ndani yangu kabisa. Lakini tunatambulikana kwa matendo yetu na si kwa maneno yetu. Matendo yetu ndiyo yanatutambulisha sisi ni Wakristo wa kweli, na matendo ya mtu ndiyo yanamtambulisha kitu gani kilicho ndani ya mtu, kwa sababu kabla ya kuanza kutenda kitu, mtu kinaanzaga ndani kwanza, kisha kinadhihirika mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa je, Bwana yuko ndani yako au Bwana amesha kuacha? Kuna vitu mbalimbali ambavyo nataka nikufundishe. Kuna vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikafanya Mungu akaacha mtu. Moja ni dhambi. Dhambi ni ya kwanza ambayo inayofanya mtu anaachwa na Bwana. Dhambi ni ya kwanza ambayo inamfanya mtu anaachwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana asifiwe sana. Dhambi ni kitu ambacho kinafanya Mungu anakuwa mbali. Anakuwa mbali kabisa na sisi wanadamu. Mungu hujitenga na mtu ambaye anayefanya dhambi. Mungu hujitenga na mtu ambaye anayefanya vitu vilivyochukizo. Mungu hujitenga na mtu ambaye anayefanya vitu ambavyo havimpendezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma neno moja hapa. Nitasoma neno moja katika kitabu cha Mwanzo. Nataka upate kuelewa na ujiulize kwa nini Mungu amekuacha. Kwa nini roho ya Bwana haimo ndani yako? Mapenzi ambayo ulikuwa ukimpendeza Mungu zamani au yafanyi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 6 na mstari wake wa 3. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa nini Bwana alisema hivi? Ukisoma hii yake sura ya kwanza hapa, sura yake, ukisoma hii mstari wake wa kwanza sura yake ya 6, Bwana anasema ya kwamba ikawa wanadamu, maandiko yanasema ya kwamba ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na ya mwanadamu. Maana kisa hiki, mambo haya, Bwana aliumba mwanadamu kwa uzuri kabisa, lakini wakajiharibia. Dhambi zilizidi sana. Lakini dhambi zilipozidi, Mungu akawaangamiza hawa watu. Dhambi ni kitu cha kwanza kinachomfanya Mungu anakaa mbali na mtu. Ni cha kwanza kabisa. Unaweza ukawa unaomba, lakini unamtenda dhambi Bwana. Yaani aumpendezi, tuseme kwa mfano, aumpendezi. Unaenda kanisani lakini wewe ni mwenye dhambi. Unaenda kanisani lakini wewe ni mchawi. Unaenda kanisani lakini wewe ni msengenyaji. Unaenda kanisani lakini wewe ni mbea. Unaenda kanisani lakini wewe ni mwizi. Unaenda kanisani lakini wewe ni mtu ambaye unapenda magomvi, au upendi amani na watu. Sasa katika yoyote, kwenda kanisani kwako akukufanya kwamba wewe ni mtakatifu, ama wewe umekubaliwa na Bwana, ama roho ya Mungu iko ndani yako. Kuna watu wengine wamekuwa katika kanisa, kwa hiyo imekuwa ni ile amezoea kwa Mungu yule. Yaani amezoea kumtumikia Mungu. Yaani amezoea kwenda kanisani, tuseme. Amezoea kwenda kanisani. Lakini kwenda kanisani haimaanishi ya kwamba Mungu yuko ndani yako. Inaweza ikawa nyingine, yani ni kama vile neema nyingine, lakini roho ya Mungu haimo ndani yako. Kwa sababu ndio maana utaona wengi wako kanisani, lakini vitu wanavyovitenda havipendezi, haviashirii kwamba wewe ni wa Kristo. Ninakufundisha jambo uelewe na ujiulize, kwa nini Mungu ameondoka ndani yangu? Inawezekana yamkini zamani ulikuwa ukiomba sana. Inawezekana yamkini zamani ulikuwa ukienda kwenye maombi sana, yani wewe ni mambo ya Mungu tu. Inawezekana zamani ulikuwa ukijitenga na vitu vibaya. Inawezekana zamani ulikuwa ukijitenga na mambo ya kidunia. Inawezekana zamani ulikuwa ukijitenga na nyimbo za kidunia, lakini sasa umebadilika. Unajikuta ghafla unaanza kupenda nyimbo za kidunia. Unajikuta ghafla unaanza kupenda kuangalia video chafu. Ndugu zangu, sikiza niwaambie, nikufundishe jambo. Na ndio maana nakwambia kwamba jitazame, kitu gani kilichokufanya wewe Mungu anatoka ndani yako. Upendo wa kwanza si kama ule wa zamani. Jinsi ambavyo ulikuwa ukimpenda Mungu zamani si kama sasa. Jiulize, Mungu yuko ndani yako ama hayuko ndani yako? Jiulize, kwa sababu leo tumekuwa na teknolojia nyingi sana. Simu hizi tulizo nazo, kamera hizi ambazo tulizo nazo, laptop ambazo tulizo nazo, mambo mengi tu ambayo tulio nayo.
ya kile electronic tumekuwa nayo, na katika hayo mambo mengi yaliyo ndani ya simu hayampi Mungu tukufu. Tuseme kweli, mambo mengi yaliyo ndani ya simu hayampi Mungu tukufu. Kwa nini nimesema hivi? Mitandao mingi iliyo ndani ya simu za watu wa Kristo hayampi Mungu tukufu. Ujichunguze sana. Nakufundisha neno kwa sababu ujue sababu gani ambayo pengine imekufanya Roho Mtakatifu aondoke ndani yako. Na Mungu ni mzuri. Mungu akiwa anakupenda atakuonya, atakuwa na kuonya ulifanyalo si nzuri. Hacha. Unachokitenda si kizuri, badilika. Mungu haachi mtu tu mara moja, hapana. Mungu huwa anaonya. Anaweza kaondoka. Anapoona tena umejitakasa na rudi. Lakini anapoona mambo yale unayoyatenda iliyo machukizo mbele zake yanazidi, Mungu kwanza anapoona kwanza unaanza kufanya vile vitu, anaanza kukuonya. Yaani unasikia ndani unasikia ndani. Ukiwa na Roho Mtakatifu, walio na Roho Mtakatifu wananielewa ninachokisema, ninachokifundisha. Ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako, unaanza kusikia moyo kuuma. Tuseme kwa mfano, unaangalia matusi. Yaani watu wanatukanana. That's what I mean. Watu wanatukanana vitu ambavyo havipendezi na havipaswi kuingia kwenye masikio yako wewe kama Mkristo. Na wewe unaenda kusimama kwenye ule ugomvi hivi. Kwa sababu unakuta watu wanapigana, watu wanaanza kurekodi, wanatupa mitandaoni. Sasa na wewe unaenda kukaa kwenye ule ugomvi, watu wanachambana vitu ambavyo havipendezi. Unasikia mambo yale yanaingia kwenye masikio yako moja kwa moja, kwa sababu Mungu anasema Mungu ni Mungu mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Sasa moja kwa moja Mungu huondoka. Hasubiri ya kwamba usikilize neno la pili au la tatu. Mungu huwa anaondoka, anatoka kabisa. Huwa anatoka mara moja. Unabaki wewe kama inakuwa tu ni ile uasilia tu, kwa sababu Mungu ameshakutawala, ameshakuwa ndani yako sana. Yani ni zile nguvu tu za Mungu, lakini Roho anakuwa amejitenga, amejitoa, kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kufundisha jambo, unielewe vizuri kwa makini sana. Sasa unaposikiliza ule ugomvi wa watu, unaendelea kufanya vile. Kwanza vile unapoanza kusikiliza ugomvi, unasikia moyo wako unaanza kuuma. Roho, yani hukumu, unaanza kusikia hukumu ndani yako. Ya kwamba hapana. Hii sio hii haikufai. Mambo haya hayakufai wewe kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, kwa nini Mungu amekuacha? Je, Roho Mtakatifu bado yuko ndani yako? Upendo wa kwanza ndio wa sasa? Je, umeyarudia yale mambo yako ya zamani uliokuwa ukiyatenda baada ya kuona ya kwamba ulivyokokaga, baada ya kuanza kumkaribia Kristo, unaanza kuomba, unaona kabisa vitu ambavyo ulikuwa ukifanya vibaya umeviacha? Zamani ulikuwa ukipenda wanaume sana, zamani ulikuwa ukipenda wanawake sana, lakini vitu hivyo umeona umeviacha kabisa au vifanyi tena. Umeona umeanza kupenda kuishi maisha matakatifu. Lakini baada ya siku unavyozidi kusogelea wokovu, umeona mambo hayo tena yamejirudia. Yameanza tena kujirudia tena. Umejikuta moja baada ya nyingine, umejikuta tena unaanza kupenda wanawake sana. Unaanza kupenda umbea. Unaanza kupenda kusikiliza vitu ambavyo havimpi Mungu tukufu. Jiulize, Mungu yuko ndani yako? Nitakupa jibu ya kwamba Mungu hayumo ndani yako. Unapoona ya kwamba zamani ulikuwa ukitenda vitu vibaya, mfano zamani ulikuwa msengenyaji, mfano zamani ulikuwa ukiangalia picha ambazo si nzuri, zamani ulikuwa ukiangalia picha ambazo hazimpi Mungu tukufu, zamani ulikuwa ukitenda vitu vivyovu, lakini ulipookoka mambo hayo ukajitenga nayo mbali, ukaona ya kwamba ukitaka kuyasogelea mambo hayo, roho yako inakataa, inakwambia hapana, mambo haya ni mabaya, hayampi Mungu tukufu, ni maovu, unajitenga nayo mbali. Lakini kwa sasa unaona vitu hivyo tena unaanza kuvirudilia na unasikia tu vizuri, wala usikii hukumu ndani yako. Ndugu yangu, nataka nikwambia kwamba Mungu hayumo ndani yako tena. Ameondoka.
Na hivyo Mungu uruhusu, Mungu anapotoka, sababu sisi wa Kristo huwa tunatafutwa sana na shetani. Huwa tunatafutwa sana na shetani. Sasa Mungu anapotoka ndani yako na kukuacha, yani anapokuacha kabisa, si kwamba umejitenda kwa sababu umeona kitu kibaya, kwa sababu unapomuona mwanamke amevaa nusu uchi, Mungu anatoka. Unabaki tu ni wewe tu na zile nguvu za Mungu. Unapokwenda kutubu tena, Mungu ndio anakurudia. Kwa sababu gani? Umeona ni uchafu. Umeona uchafu. Sasa pale ambapo wewe ulikuwa unapakimbia, lakini unaona tena unaanza kupasogelea. Zamani ulikuwa ukiabudu miungu, lakini tena unaona tena unaanza kuabudu hiyo miungu. Unaanza kuinamia hiyo miungu. Mungu hayumo ndani yako. Mungu amekuacha kabisa. Hata kama utakuwa unaenda kanisani, lakini unapokuwa unaenda kanisani, unafika kanisani, unaabudu tu vizuri, lakini unapokuwa kwenu, unaanza kuvaa mavazi mabaya ambayo ulikuwa ukivaa zamani. Unaanza Ndugu zangu, sikiza niwaambie, ni mambo mengi ambayo Mungu hapendezwi nayo. Na ndiyo maana sisi tumewekwa kuwafundisha, kwa sababu tumewekwa kuwa manabii, kuwa mitume, wainjilisti, walimu, wachungaji. Kwa sababu gani? Kwa kusudi la kukamilisha watakatifu, kwa kusudi la kulikamilisha kanisa la Kristo Yesu. Kwa mantiki hiyo, ndiyo maana Kristo aliwatwaa hao wote watu. Kwa sababu gani? Kwa kukomaza kanisa lake. Na ndiyo maana mambo yote yangeandikwa, hata ulimwengu mzima usingetosha. Mambo yote hayakuandikwa katika Biblia, hayakuandikwa. Na ndiyo maana omba sana kuwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu unapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, Roho Mtakatifu atakufundisha kwa vitu vingine ambavyo havijui. Roho Mtakatifu atakufundisha kwa vitu vingine ambavyo havijui. Unakuta mtu aliye na Roho Mtakatifu ndani yake, unapovaa nguo ambayo haimpendezi Mungu na kumpa utukufu, Mungu atakukataza na kukwambia nguo hii si nzuri. Lakini unapoendelea kufanya yale, Mungu huondoka, kwa sababu umekuwa mkaidi. Mungu hapendezwi na watu wakaidi. Mungu huwa anatoka kabisa. Mungu anatoka. Unapoanza unaanza kuvaa vikomo huku, kwa sababu huwa wanawake wengi huwa nawaona, na hata wengine ambao wanaimba kwaya huwa nawaona wanavaa vikomo huku. Na zamani hivyo vitu wewe ulikuwa ukivifanya, lakini ukaokoka, hivyo vitu ukaviacha. Lakini tena ghafla unaona tena unaanza kuvipenda. Unaona tena unaanza kupenda kujipodoa, na wakati zamani hivyo vitu wewe ulikuwa vifanya, baadaye ulipookoka ukaviacha. Tena unaona tena unaanza kuvipenda. Jua ya kwamba Mungu hayuko, ametoka. Na si kwamba Mungu ametoka kwa muda, hapana. Kwa sababu Mungu akiwa ametoka kwa muda, hata ruhusu adui shetani akuingie, hata ruhusu roho chafu ikuingie, hapana. Mungu huwa anatoka kwa muda, pale ambapo sisi watumishi ambao tumeitwa na Bwana na tuna roho ndani yetu, Mungu huwa anatoka pale ambapo tumeona vitu vibaya. Mungu huwa anatoka mpaka pale ambapo tutakapojitakasa, ndipo Mungu anarudi. Na ndiyo maana nikwambie kitu, nikufundishe, mtu anapopitia majaribu, moyo wake unakuwa unauma sana, anakuwa analia sana. Lakini Mungu anapokuona ya kwamba una huzuni, moyo wako unahuzunika, Mungu anatia mtu moyo, Mungu anakufariji. Lakini unapokuwa unakataa kufarijika na Mungu, alafu wewe ulikuwa ukiomba au uombagi tena, siku ya kwanza inapita, ya pili inapita, ya tatu inapita, ya nne, yaani wiki 3 zinapita, wewe hauombi. Hatimaye unaanza kudharau hata maombi, kuona maombi haina maana, haina faida. Mungu anaonya mtu, nirudie. Mungu huwa haachi mtu hivi, nirudie. Lakini unapokataa, Mungu huwa anakuacha. Na hivyo Mungu huruhusu, kwa sababu Mungu anatoka na nguvu zake zote. Hata kuachia nguvu za nini? Maana hauzihangaiki. Maana zile nguvu umezipata wakati ule ambao unamtafuta Mungu. Unapoona
Unapoona ya kuwa zamani ulikuwa mwovu, zamani ulikuwa ukipenda kusikiliza nyimbo mbaya, zamani ulikuwa ukipenda kusikiliza vitu vibaya na kufuatilia channel mbaya, lakini umeokoka na kuona ya kwamba hivyo vitu hauvipendi tena, Mungu huwa anaweka nguvu yake pale, ulinzi wake pale. Mungu huwa anakaa mahali pale. Kwa sababu gani? Kukuzuilia wewe akili zako zisiwaze tena vitu vya uovu na kwenda mahali ambapo ni pachafu. Lakini unapozidi kuendelea kuomba, unafunga, unajisogeza katika maisha, unaishi maisha matakatifu, Mungu huwa anaweka ulinzi wake zaidi na zaidi, anakukinga, anakufunika hivi. Lakini baadaye unapogeuka na kuanza kurudia vile vitu vyako vya zamani, Mungu hutoka. Na Mungu akikukataa, anatoka na nguvu zake zote. Ndivyo alivyofanya kwa Sauli. Mungu alikuwa ndani ya Sauli, lakini Sauli alipogeuka, Mungu alitoka na nguvu zake zote. Hivyo roho mbaya ikamjia Sauli, ikawa inamtesa. Na ndiyo maana unakuta zamani mtu zamani alikuwa tu anapenda tu mpira, alikuwa anapenda mpira na wanawake basi, lakini akamgeukia Mungu, akaanza kumtumikia. Lakini baada ya kumtumikia Mungu, akageuka tena, akarudi kama zamani. Zamani ulikuwa ukipenda wanawake tu na mpira, lakini utazidisha. Yaani utapenda vitu vingine ambavyo ulikuwa uvipendi. Utafanya uovu zaidi na zaidi. Na ndio maana pepo mchafu anapomtoka mtu, alafu kwa sababu pepo mchafu amekutoka kwa sababu Mungu amekuwa ndani yako, alafu wewe umemwasi tena Mungu, pepo wachafu, yule pepo mchafu yule ambaye uliyekuwa naye, pepo mchafu mwingine zaidi yake uja na mapepo wengine kukaa ndani yako. Na ndio maana hali ya mtu utaona zamani mtu fulani alikuwa vizuri, lakini sasa mbona amebadilika? Amekuwa mbaya kuliko hata zamani. Yaani ameshaanza kuvaa kuliko hata zamani sasa. Ameshaanza kuvaa vibaya kuliko hata zamani. Ni kwa sababu gani? Zile pepo huwa zinaongezeka ndani ya mtu ule. Sasa jipime. Ni kwa sababu gani roho ya Mungu imekuacha? Huenda ni kwa sababu mme wako amekubadilisha. Huwa nawafundisha siku zote hivi, mwanaume anayependa mtu hawezi akakuacha kwa sababu unajistiri. Mwanaume anayependa mtu hawezi akakuacha kwa sababu unamtumikia Mungu. Mwanaume anayependa mtu hawezi akakuacha kwa sababu unamheshimu Mungu. Kutii mwanaume nikuambie nyinyi wanawake walio katika Kristo ambao mmeolewa, mme wako anapokuambia ya kwamba ufanye vitu vibaya visivyompendeza Mungu, kataa, kwa sababu huko siko kutii. Kweli wanawake mmeambiwa kwamba tieni waume zenu, lakini mwanaume pia huwa anapenda mke wake kumtii, kwa sababu hakuna mwanaume asiyependa mwanamke wake kukosa kumtii. Kila mwanaume anapenda mwanamke wake amtii. Lakini sasa huko kutii ni kwema, si kutii kwa ubaya. Sasa mme wako amekwambia kwamba uwe mchawi, ndio uwe mchawi, alafu umekataa eti kwamba umtii. Mme wako anakuambia kwamba muende kinyume na maumbile, alafu unakataa. Huko si kumtii. Huko siko kumtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ukiwa umekataa, haimaanishi kwamba umekataa kumtii. Hapana, bali unakataa vile vitu kwa sababu ni vibaya. Ni vibaya. Havipendezi hata machoni pa Mungu. Havipendezi. Sasa wanawake ambao mlio katika Kristo na mmeolewa, waume zenu wasiwafanye nyinyi mwe sababu ya kuacha na Roho Mtakatifu. Kwa sababu nikitazama wanawake wengi sana, zamani walikuwa kimtumikia Mungu vizuri, lakini sasa wamebadilika. Vile ambavyo walikuwa kimtumikia Mungu vizuri, wanaenda kabisa kwa kichwa kabisa, wanamtumikia Mungu vizuri kwa unyenyekevu, lakini sasa ukiwatazama ni kama watu wa kidunia. Unakuta mwanaume anamwambia mke wake ya kwamba sitaki uwe unavaa makanzu, bila hivyo nitakuacha. Mwanaume wa aina hiyo hakupendi. Na mwanaume wa aina hiyo anakutaka kufanye kama kahaba. Kwa sababu mwanamke wa Kikristo anapogeuka na kuanza kuvaa mavazi ya kidunia, mavazi ya makahaba, kwa sababu yale mavazi ya kushika mwili wote, yale mavazi ya kuonyesha hata mavazi yenu ya ndani ni mavazi ya makahaba. Sasa unakuta wewe Mkristo umeokoka, una Roho wako Mtakatifu, unaanza kufuata mume wako kwa sababu anakuambia kwamba anza kuvaa mavazi ya makahaba.
Mungu atakuacha. Mungu atakuacha tu. Ukatae ukubali, Mungu atakuacha. Hata uvae kitambaa, Mungu atakuacha. Na wengine wanavaa vitambaa lakini ndani wamesukwa. Sasa Mungu atakosa kukuacha kweli? Mungu hatakosa kukuacha. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu na Mungu anapenda watumishi wake wao watakatifu. Maisha yako yawe matakatifu. Unakuta wewe umepokea Roho Mtakatifu. Sasa huyo Roho Mtakatifu utamtunzaje? Utamtunzaje Roho Mtakatifu usipoyaishi maisha matakatifu? Ndio jambo na kufundisha kila leo. Maisha matakatifu kwanza. Ishi kwanza maisha matakatifu. Unapojitenga na dhambi na kukataa vitu vibaya, yaishi sasa maisha matakatifu. Penda maombi, penda kusoma neno, penda kuishi vitu ambavyo vinavyompendeza Mungu. Penda maisha ambayo Mungu anapendezwa nayo. Si kwa sababu tu umeolewa, mume wako anakuambia anataka wewe uwe kama yeye anavyotaka na wewe unabadilika. Hapana. Huko siko kumtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umekataa kufanya vitu vibaya ambavyo mume wako anakuambia, halafu anakuambia haunitii, pasipo hivyo, bila hivyo nitakuacha. Sawa. Bora akuache kuliko kumkosa Mungu. Wewe ni kitu gani kilicho kizuri? Kupewa dunia nzima hii, Mungu akupe watoto kama dunia nzima, halafu akukataa yeye. Una faida gani? Hakuna faida. Hakuna faida. Jiulize, ni kwa nini roho imekuacha? Unakuta wengine zamani walikuwa kijazwa sana. Yaani anajazwa kabisa, unasema kweli hapa tumemwona Mungu, lakini hivi haipo. Amebaki tu ni yeye tu. Anajilazimisha, wengine wanajifanyisha. Nyinyi msicheze na roho nyinyi. Msicheze kabisa. Bwana Yesu aturumie sana. Yapo mambo ambayo yanaweza kumfanya mtu hakaachwa na Mungu. Moja nimekwambia ni dhambi. Unapoanza kurudia vitu vyako vya zamani na kukosa Mungu kabisa, Mungu huwa anaondoka. Roho ya Mungu huwa inaondoka. Kingine kinachoweza kukufanya wewe Mungu anakuacha, naanza kwa hawa wanawake ambao umeolewa hawa. Mwanamke ambaye umeolewa, kuna kitu ambacho kinaweza kukafanya Mungu akakuacha. Mungu anaweza amekupa ndoa kweli, amekubariki na umepata ndoa nzuri tu. Lakini ukakuta kwa sababu 100% ya sisi watu, utakuta mwanamke ameokoka lakini mume wake haokoki. Na hata kama anaweza akawa yuko na anaenda kanisani, lakini hofu ya Mungu haiwezi kawa yani sawa na hofu ya mke wake. Mke wake anaweza akawa ni mtumishi kweli, hana roho ya Mungu ndani yake, lakini mume wake hana roho ya Mungu ndani yake. Na ndio maana anafanya vitu vibaya. Anatoka nje ya ndoa, anatamani wanawake wengine, anaenda kufanya uasharati na wanawake wengine, anatamani wanawake wengine, vitu kama na hivyo, kwa sababu roho ya Mungu haimo ndani yake. Lakini wewe mwanamke, kwa sababu roho ya Mungu iko ndani yako, hutaogopa kufanya hivyo vitu. Utakuwa na mtii mume wako. Kutii si kwamba tu hadi uwe na roho ya Mungu. Hapana, utii mwanamke ni lazima utii mume wako. Sasa unaona kwamba unatii mume wako anakuambia kwamba nenda kinyume na maumbile. Wewe mwanamke uliye na roho ya Mungu, nakwambia sasa, nakupa sababu ambazo zinaweza kufanya pengine roho ya Mungu imekuacha. Ujichunguze wewe ambaye umeolewa. Unaweza ukawa ulitokaga kwenu uko mtu wa maombi sana, unaomba sana, na roho ya Mungu kabisa iko ndani yako, na wewe mwenyewe Mungu anakushuhudia wewe ni mwanangu. Lakini umefanya kuolewa, unaanza vizuri, mume wako anakuambia bwana kaa hivi bwana, twende kinyume na maumbile, na wewe unakubali eti kwamba naogopa mume wangu asiniache, acha nifanye hivyo. Mungu atakuacha tu. Mungu atakuacha kwa sababu ni chukizo mbele za Mungu mambo hayo. Kama ulikuwa ujui, ni chukizo. Kwenda kinyume na maumbile ni chukizo. Bwana Yesu aturumie sana. Mambo kama na hayo, anapokuambia hivyo, kataa, kwa sababu ukikataa haimaanishi kwamba ukumtii. Hata mbele za Mungu uko na haki, kwa sababu umekataa vitu vilivyo vibaya. Bwana Yesu aturumie sana. Hicho ni kitu cha pili. Kitu cha tatu, ni mambo mengi tu.
lakini ninakufundisha kwanza wewe ambaye umeolewa. Hicho ni kitu cha pili. Nimekwambia kitu cha kwanza ni dhambi. Dhambi, na hizo ndizo dhambi. Hizo ndizo dhambi. Kitu cha pili, unaweza ukawa ulikuwa ukivaa vizuri ulipokuwa kwenu namtumikia Mungu, lakini wewe kuolewa, mambo hayo yakabadilika. Mambo hayo yakabadilika. Wewe kuolewa tu, mume wako akaanza kukutaka wewe uwe kama mtu wa kidunia. Anakuambia mimi sitaki uanze kuvaa hivyo vyako vimakanzu unavyovaa bana. Unajizeesha, unakuwa kama mzee. Nataka uanze kuvaa suruali. Nataka uanze kujipodoa wewe kama wanawake wengine. Nataka uanze unavaa hata wigi kidogo hivi unapendeza, unatinda hata nyuzi kidogo hivi unakuwa unapendeza. Sitaki hivyo vyako unavyovaa. Sasa na wewe mwisho unaona alafu anakutishia kabisa, usipofanya hivyo mimi na wewe tunaachana. Alafu anakuwa anakutishia kwenda anatoka nje huko. Alikuwa akisema na wewe vizuri, lakini hasemi tena wewe vizuri. Ni kwa sababu anakuambia kwamba uanze kuvaa mavazi ya kubana mwili wako, mavazi ya makahaba. Usipofanya hivyo atakuacha. Na wewe unaogopa, unasema nisije nikaachwa na mume wangu, acha nimtii. Unaanza kufanya hivyo. Ndugu yangu katika Kristo, mwanamke ambaye umeolewa, utakapofanya hivyo, Roho ya Bwana itakuacha. Roho ya Bwana itakuacha. Itakuacha tu. Mungu hawezi akakaa mahali hapo ambapo unaanza kuhifadhi mawigi ndani ya nyumba yako. Mungu atakuacha tu. Hatimaye mume wako alikuwa akiweka vitu vibaya ndani ya nyumba yako, na wewe tena umesogeza vitu vibaya, Mungu anatoka. Kingine kinachoweza kufanya roho ya Mungu inatoka ndani yako, mwanamke ambaye umeolewa, ni pale ambapo unaanza kwenda kwenye masherehe. Uko kwenye masherehe kunapigwa vitu vingi. Mkristo ambaye umeokoka, Mkristo ambaye uliye na roho ya Mungu ndani yako, hauna haja ya kwenda kwenye masherehe, kwa sababu kwenye masherehe kuko vitu vingi, kuko uchafu wa kila aina. Watu wanavaa vibaya kule, kunapigwa nyimbo za kidunia, nyimbo za wasanii mbalimbali, nyimbo za asili zinapigwa kule. Michezo inayochezewa shetani ndio inachezwa kule. Sasa na wewe unaenda kwenye masherehe kufanya nini? Wewe mtu ambaye ule na Roho Mtakatifu ndani yako, unaenda kufanya nini? Utakapozidi kufanya hivyo, Mungu utoka. Mungu atatoka. Mungu atatoka. Bwana Yesu aturumie sana. Mungu utoka. Mungu hawezi kukaa mahali hapo. Wewe mwanamke ambaye umeolewa. Nitamalizia na kingine ambacho kinachoweza kufanya wewe mwanamke unaachwa na Bwana, na roho ya Bwana ndani yako. Ninapokuwa nasema hivi vyote vitu, uwe najichunguza ni kitu gani ambacho wewe unakifanya, na ambacho sasa uangalie upendo wako wa kale na sasa jinsi ambavyo viko. Vitu ambavyo ulikuwa ukiogopa kuvifanya zamani, lakini sasa umeshaanza kuvifanya. Tazama kwa hivyo vitu ambavyo nimesema hapo. Kingine ninachopenda kukwambia ni utii. Mwanamke ambaye umeolewa, wanawake wengi unakuta zamani walipokuwa kwenye mahusiano alikuwa kimtii huyo ambaye amekuwa mume wake, lakini sasa ameolewa hana utii. Unaambiwa fanya hiki, hautaki. Unaambiwa tupange hivi, hautaki. Unakuta umeshaanza kufanya kazi. Zamani ulikuwa hujaanza kufanya kazi, umeanza kufanya kazi, umeanza kupata pesa zako, unaanza kumuona mume wako kama ni kingine kitu hapo. Unaanza kumuona tu kama takataka. Akikwambia hiki bana, au msikii. Unakosa utii kwa mume wako. Mungu atakuwa ndani yako kweli? Roho Mtakatifu atakuwa ndani yako kweli? Hawezi akawa ndani yako. Kama mume wako anakuambia kwa kitu kilicho kizuri na mbele za Mungu kabisa ni haki, fanya. Lakini anapokuambia kitu kibaya, usifanye. Mume wako anapokuambia kwamba nipikie mke wangu, pika kwa sababu ni haki, yuko sahihi. Mume wako anapokuambia kwamba mke wangu tupange mipango, pesa hizi zako na zangu tuweke pamoja, tufanye kitu ambacho kitakachotusaidia. Mke wangu, usiwekeze pesa zako sana kwenye mavazi. Mke wangu, pesa zako zisiwe tu za kununua vitu ambavyo havipendezi.
akiwa anakuambia hivyo, kubali kwa sababu anakuambia vizuri. Lakini unapokuwa unaweka ukaidi kwa sababu pesa eti kwamba akusaidii wewe kwenda kufanya kazi kule, uko kwenye hatari. Na Mungu aweza akakaa ndani yako kwa sababu unamkosa mume wako, unamkasirisha kila wakati. Hawezi. Mungu aweza akakaa ndani yako, hata kuondoka tu, hatatoka. Unakuta mwanaume anasema na wewe kinywa iko hapa. Mwanaume anakuambia hiki na wewe kinywa iko hapa. Yaani wewe unataka kuwa kama mwanaume ndani. Wewe mtu ambaye uliye na Roho Mtakatifu ndani yako, unataka kuwa wewe ndiye unataka kuwa kama mwanaume? Hapana. Mungu aweza kukaa ndani yako kwa hivyo vitu. Wewe mwanamke ambaye umeolewa, Mungu aweza kukaa ndani yako. Mheshimu mume wako. Mheshimu mume wako kwa mambo yaliyo mema, si mambo yaliyo mabaya. Mheshimu Mungu kwa vitu vile ambavyo amekukataza usifanye na vingine ambavyo havipendezi. Achana na vichekesho hivi. Makomedi hizi ambazo huwa nyinyi wa Kristo wengi wanawake, na sio tu wanawake ambao wameolewa au ambao wa Kristo na vijana. Unakuta una mitandao ambayo haimpi, unakaa yani kuanzia asubuhi mpaka jioni wewe ni vichekesho tu. Mungu aweza kukaa ndani yako. Mungu aweza kukaa ndani yako. Ninakwambia kweli. Kama ulikuwa ukiona zamani ulikuwa una msukumo wa kumtafuta Mungu kwa bidii na kujua njia zake, lakini sasa umekaa kwenye vitu ambavyo havipendezi, havimpi Mungu tukufu. Wewe tu ni vichekesho, umekuwa kwenye TikTok. Mungu aweza kukaa ndani yako. Hakika nakwambia Mungu atatoka tu. Hatatoka kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Na mambo hayo, hivyo vitu havimpi Mungu tukufu. Mungu anapenda mahali ambapo panampa utukufu. Bwana Yesu aturumie sana. Vijana, na wewe kama ni kijana mwanaume, na kuna jambo ambalo unaona ya kwamba zamani ulikuwa uko vizuri na Mungu, zamani ulikuwa ukipenda kumwimbia Mungu, zamani ulikuwa ukipenda kuhubiri sana, zamani ulikuwa ukipenda kufundisha, lakini sasa umekuwa hafifu. Umekuwa yani vitu vingine unaanza kuvipenda. Unaanza kupenda vitu vya dunia. Unaanza kupenda mapambo. Unakuta zamani ulipokuwa hujaokoka ulikuwa unanyoa denge, lakini umeokoka ukatoa, ukaanza kuacha nywele zako zote au unapunguza tu nywele, imekuwa hivyo. Lakini sasa unaona tena unaanza kupenda tena mitindo. Unaanza kuvaa majinzi za kukatika, unaanza kuvaa mavazi ya kubana, eti kwamba na wewe una kifua, uonyeshe kifua. Roho wa Mungu aweza kukaa hapo. Kwa sababu Mungu hapendagi mapambo sana. Mungu hapendagi vitu vya kujipamba pamba. Hapana. Unapoona ya kwamba unaanza kutamani kuanza kunyoa denge na umenyoa denge kichwani mwako, ndugu yangu, Mungu aweza kukaa ndani yako. Kwanza wewe kijana unayenisikiliza na umenyoa denge, Mungu haweza kawa ndani yako. Hata kama unaenda kanisani na unaimba kwaya, hata kama unaingia kwenye maombi na unapiga ngoma, Mungu aweza kukaa ndani yako. Mungu ni mtakatifu. Mungu mwenyewe anakuambia kwamba msinyoe denge, msinyoe denge. Sasa kama Mungu anasema kwamba msinyoe denge, anamaanisha nini? Tena wale wanyoa denge walikuwa watu ambao wamjui Mungu zamani, kama mjui mpaka sasa. Lakini zile aina za wanyoa denge zile ndo zimeingia wapi? Zimeingia kanisani. Matendo yale ya zamani ndio imekuja sasa kwa Wakristo. Wewe haujiulizi hata zamani wakati ambao uko mtoto, ulipokuwa mtoto ulikuwa hausikii zamani au bado unakuwa kule nyumbani kwetu, ulipokuwa kule nyumbani kwetu Afrika, alafu unaanza tu kunyoa tu unanyoa tu kama vile tuseme tu unanyoa tu kiduku. Watu wazazi walikuwa wasemaje? Umekuwa muuni wewe? Umekuwa muuni na wewe umekuwa mvuta bangi? Kwa sababu walikuwa naona zile ni nani za wauni. Au tu kivaa tu madesherire tu, watu walikuwa nasema kwamba wewe umekuwa ni muuni, ama watu wengine watasema yule muuni. Kwa sababu gani? Kwa jinsi ambavyo unajiweka. Sasa mitindo ya wauni ndio imeingia ndani ya Wakristo.
Unakuta wewe ni kijana unanisikiliza, unanitazama, na wewe hata kama unahubiri neno, ninakwambia hata kama unahubiri neno na unanyoa denge, roho ya Mungu haimo ndani yako. Kwa sababu ni Mungu gani huyu aliye ndani yako? Ni Mungu gani? Mungu gani aliye ndani yako alafu unanyoa denge? Na ndio maana utakuta wanyoa denge wote maisha yao ni mabaya. Anapenda kutazama picha za ngono, anapenda kutazama vichekesho, huyo anatazama movie, huyo anatazama vitu visivyopendeza, anapenda mipira. Sasa roho ya Mungu, ni roho ya Mungu ipi iliyo ndani yako? Alafu tena na unakuta ni kwa sababu mtu amezoelea neno, anasoma Biblia, anaona tu kwamba nina uwezo wa kuhubiri, ninaweza nikahubiri, anajijua kwamba roho iko ndani yangu. Hakuna roho inayoweza kuwa ndani yako. Na unakuta wengine wananawia, wanachubua ngozi zao. Wengine wanapaka midomo yao, wanapaka sijui ndo mawanja zile, eti kwamba mafuta kulainisha midomo. Hakuna roho ya namna hiyo inaweza kukaa ndani yako. Roho gani hiyo? Huyo si Roho Mtakatifu. Huyo si Roho Mtakatifu. Vijana, kwa sababu vijana wengi wamekuwa ni hivi. Vijana wengi wamekuwa na tabia ya namna hii. Unakuta kijana alikuwa zamani hajaoa, lakini ameoa, unakuta mke wake anamshawishi. Anaanza kunyoa hivi, pendeza, zazulisha. Unakataa asili ya Mungu wewe. Pole sana. Mambo hayo ndio yanaweza kukufanya wewe roho akawa pengine amekuacha. Kwa hiyo jipime kama roho imekuacha kweli, au ni sababu gani ambayo roho imekuacha. Je, ni kwa sababu ya hivyo au si sababu ya hivyo? Na kama ni sababu ya hivyo, acha. Kwa nini uwe na mikono yote miwili? Uingie jehanamu ukiwa na mikono yote miwili? Si bora ukate mkono umoja, uingie zako mbinguni ukiwa na mkono mmoja? Tabia mbovu ziache. Acha mambo mabaya ndugu yangu, ili Roho Mtakatifu ikapate kukurudia. Nimekufundisha machache kwa sababu ni mengi, nikianza kuyafundisha hapa ni mengi sana. Ni mengi sana ambayo roho kuna sababu ambayo roho inafanya inaondoka ndani ya mtu. Ni mengi sana. Ni mengi sana. Unaweza ukawa huna ibada tena. Haufanyi ibada. Nyumba yako umegeuza kuwa baa. Yaani nyumba yako imegeuza kuwa nyumba ya masherehe. Nyumba yako imekuwa nyumba ya mamovie. Wewe mwenyewe unaenda kukaa pale kwenye coach na unaanza kuangalia. Roho haiwezi kukaa hapo. Haiwezi kukaa hapo. Na uongo wa shetani jinsi ulivyo siku za leo, wanazingizia kwamba ni elimu. Elimu gani? Elimu gani hiyo? Na roho gani huyu ambaye anaweza kukuruhusu wewe kwenda mahali pachafu? Kwanza ndio swali moja kwanza unajiuliza. Kwa nini mimi zamani nilikuwa sipendi kwenda katika masherehe? Zamani nilikuwa sipendi kwenda kwa vitu vibaya. Zamani nilikuwa sifurahii mavazi mabaya. Sasa hivi naanza kuyafurahia. Kwa nini? Haujiulizi? Zamani ulikuwa unyoi denge, mbona hivi sasa naanza kunyoa? Kwa nini? Haujiulizi? Kuna sababu ya vitu mbalimbali ambavyo unavifanya mwenyewe, unavijua, ambavyo vinafanya Mungu anakukimbia. Na ukitaka Mungu akurudie, acha vitu hivyo. Msidanganyike. Mtu azeeke anapokuwa kijana, msidanganyike. Hauwezi ukazeeka una miaka 20 au 25 au 24 au 30. Hauwezi. Una miaka tu 15, 17, binti, eti kwamba unavaa tu kanzu yako nzuri, eti kwamba unazeeka. Mpaka usuke ndipo naona kwamba uko vizuri. Hapana. Watu wengine wasiwa sababu, hao watu, familia yako au ndugu zako, mme wako, wadogo zako, marafiki zako, wasiwe sababu ya wewe wasiwe sababu wa kufukuza Roho Mtakatifu ndani yako, kwa sababu umempata kwa shida. Umempata kwa shida. Kwa hiyo jichunguze. Nimetaka nikufundishe neno hili ya kuwa maisha ni yako mwenyewe, na mbinguni maisha ya wokovu ni ya mtu peke yake. Mbinguni hamtaingia wewe pamoja na ndugu yako, hapana. Utaingia mbinguni mwenyewe.
na utahukumiwa mwenyewe. Siku ya hukumu hautasimama na rafiki yako ya kwamba rafiki yangu ndiye aliyenifanya mimi nifanye hiki. Bwana, hapana. Mungu atakwambia, kwani na wewe ulikuwa una akili? Mbona nimekupa akili? Mbona nimekupa ufahamu? Sasa Mkristo lazima uwe mjanja. Lazima uwe mjanja. Si kila kunakovuma upepo na wewe unapaswa kwenda. Si kila kitu ambacho unachokiona mbele ya macho yako na wewe unapaswa kukifanya. Hapana. Vingine vinaweza vikakuja na vikasababisha Roho Mtakatifu atoke ndani yako. Vikasababisha Roho Mtakatifu atoke ndani yako. Unakuta zamani wewe ulikuwa ukijazwa sana, haujazwi tena. Haujiulizi ni kwa nini? Zamani ulikuwa ukifunga sana, haufungagi tena. Hata kifungo cha saa moja tu inakushinda. Haujiulizi ni kwa nini? Zamani ulikuwa ukiepukana na vitu vibaya, lakini sasa unavipenda. Haujiulizi kwa nini? Zamani ulikuwa ukishauria watu waache kukaribia kuamini miungu mingine, kuamini dawa za asili, kuamini miti shamba, lakini sasa umeanza kuiamini. Haujiulizi kwa nini? Roho wa Mungu amekuacha. Na ndiyo sababu Roho wa Mungu amekuacha, kwa sababu umegeukia mambo yako ya kale. Umegeukia mambo yako ya kale na kusahau wapi uliko. Umejisahau. Kwa sababu mtu usijisahau. Mtu unapopewa kazi usijisahau. Lazima ile kazi uifanye na uimalize. Bwana Yesu aturumie sana. Sasa nimekuachia neno ndugu yangu. Fikiria. Kama ni mtandao wa TikTok ndio imefanya Roho wa Mungu atoke ndani yako, vuta. Kwani una faida gani? Mbona sisi wengine tunaishi bila mitandao ya TikTok? Kwa sababu tunaogopa. Unapokwenda huko kuna vitu vibaya. Unakuta mtu amekaa kwenye magomvi. Wewe unajiita ni mtumishi, lakini bado unagombana na watumishi wengine. Wewe unakuta ni mtumishi, unaingilia vitu vingine, vitu ambavyo havikuhusu. Kweli hiyo ni hekima Mungu amekupa? Ndo Mungu amekwambia hivyo? Si kila jambo ambalo linakupaswa wewe uende. Vitu vingine muulize Mungu. Watu wamekuwa wavivu wa kumuuliza Mungu. Inaweza nikawa ni sababu ya Mungu kukuacha. Watu wanapenda kujiongoza. Siku za leo Wakristo wengi wanapenda kujiongoza, hawapendi kuongozwa. Sasa utakuwa mtumishi gani? Maana ya mtumishi, mtu anapokuwa mtumishi, maana yake umewekwa na mtu pale. Hata katika utumishi wa wanadamu, ukiwa umeajiriwa, wewe ni mtumishi wa mtu fulani. Sasa hautatoka tu, tuseme kwa mfano unataka kwenda nyumbani, hautajichukulia sheria mkononi, bali utaenda kwa yule ambaye amewekwa pale. Unamwambia, mimi nataka niende nyumbani kwa sababu ya hivi na hivi na hivi. Lakini Wakristo wengi hawana hapo. Wakristo ni wavivu kumuuliza Mungu, wanajichukulia maamuzi mikononi. Wanasahau kama wamewekwa na Mungu. Wanasahau kama Mungu ndiye amewaweka pale. Bwana Yesu aturumie sana. Fikiria sana. Ni kwa nini Mungu amekuacha? Ni kwa nini upendo wako wa kale si kama wa sasa? Ni kwa nini hauyaishi tena maisha matakatifu? Ni kwa nini umebadilika? Paulo akasema ya kwamba na watu wote wawe kama mimi. Utakapochukua maandiko haya, vitu ambavyo vimeandikwa katika Biblia, na kusema ya kwamba vile vitu ambavyo vimeandikwa katika Biblia vilikuwa vya watu wa kale, havinihusu mimi, basi utakosa kabisa. Kwa sababu vitu hivi vifanye kuwa vyako. Vitu hivi ambavyo vimeandikwa katika Biblia na maonyo haya ambayo yameandikwa katika Biblia yafanye kuwa yako. Na ukiona kwamba kuna kitu ambacho unasikia, kuna kitu ambacho uelewi, piga goti, muulize Mungu. Lakini kama Roho Mtakatifu yuko ndani yako, hatakufundisha, hatakuonya, usiende huku, usifanye hivi, usitukane watu, usizingizie watu, usidanganyie watu uongo, usisemee watu uongo, kwa sababu ni dhambi. Na Mkristo ambaye unasemea watu uongo, hauwezi ukaona mbingu, na Roho Mtakatifu hawezi akawa ndani yako.
Utakuwa Mkristo gani ambaye wewe ni mwongo? Hata kama utoe hata kama uwe unatoa sadaka. Nimekupa mfano na kukwambia kwamba wachungaji, utakuta mchungaji ni mchawi. Utakuta mama wa maombi ni mchawi, anatumikisha kwa nguvu za giza, lakini anaenda kanisani na anasema kwenye madhabahu. Je, vile Roho wa Mungu yuko ndani yake? Aujulize mwenyewe kama kuna wanaume wengine ambao ni wachungaji au wainjilisti ni wazinzi, lakini wanasimama kwenye madhabahu na kuhubiri neno. Je, vile Roho wa Mungu yuko ndani yao? Hapana. Kwenda kufanya vitu vya Mungu haimaanishi ya kwamba Mungu yuko ndani yako. Hapana. Lakini kufanya vitu vya Mungu kupitilia kiasi, yani kumpendeza Mungu na kujitenga vitu ambavyo havipendezi, kunaashiria kwamba Mungu yuko ndani yako. Si kwamba kwenda tu kanisani ya kwamba tu Mungu yuko ndani yako. Hapana. Kwa hiyo jichunguzeni sana ndugu zangu. Jiangalie, kila mtu mahali aliko ajiangalie. Ni kwa nini mimi Mungu aliniacha? Ni kwa nini mimi nimepunguka? Je, ni majaribu? Na kama ni majaribu, jipe moyo, konde, simama, piga hatua, simama tena, endelea, kwa maana Mungu amwachi aliye wake. Kama ni kuonewa, simama, jipe moyo, inuka, piga safari, na Mungu atakusaidia. Kwa hiyo ni machache tu ambayo nilitaka nikufundishe na nikukumbushe. Mwenyewe ndio unajijua. Mimi sikujui. Mimi niko hapa tu kukufundisha na kukuhubiria neno. Huenda uko hivyo, huenda umepungukiwa, huenda ulikuwa ukipenda kusikiliza mahubiri sana na mafundisho, lakini sasa umebadilika, hauko tena. Wewe ndiye mtu wa kupenda mastori za ovyo. Wewe ndiye mtu wa kupenda vitu vya ovyo. Wewe ndiye mtu wa kupenda vitu ambavyo havipendezi Mungu, havimpi Mungu takatifu. Mungu hawezi kukaa mahali hapo. Mungu wetu ni mtakatifu, na mahali patakatifu ndipo anapoishi, ndipo anapokaa. Na watakatifu, Mungu anasema watakatifu walioko duniani ndio ninaopendezwa nao. Sasa rudisha maisha yako ya kale. Fikiria ni wapi ambapo ulipoanguka, ukatubu, ukapate kuyafanya matendo yako ya kwanza, tena kupita pale. Mungu atusaidie sana, na Bwana atusaidie, kwa maana nikiwatazama Wakristo wengi sasa, vijana, hususan vijana, kwa maana vijana ndio wana nguvu, na ndio maana wanategwa sana na adui shetani. Kwa hiyo jiangalie ni wapi ambapo umeanguka, na kama hujaanguka nakupa hongera. Usianguke, usitamani kuanguka wala kurudi nyuma. Usitamani kabisa Roho Mtakatifu akatoka ndani yako, kwa sababu Roho Mtakatifu akitoka ndani yako, na hivyo jinsi ambavyo umeshamjua Mungu, shetani atakuonea, utakuwa mbaya kupita kiasi. Kwa hiyo Mungu akusaidie sana, na Mungu akuguse, neno hili likakusaidie mahali uliko. Ni katika jina lake Yesu Kristo ninaomba hayo, amen.